Safi, mambo naendaje? Wafalme tu ndani ya Ludewa. Karibuni sana. Nabii mfalme. Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Habari ya Ludewa. Ludewa ni njema kabisa. Ludewa kuko vizuri, ndio maana nimekuja kuwapokea mimi mwenyewe. Karibuni kwenye Wafalme Ludewa Tour. Karibuni. Asante sana. Karibu. Yes. Kwa hiyo hii ndio Ludewa Tour. Nimeona mambo ya plate number. Kwa hiyo hapa ni kitu ambacho kina full package. Kwa hiyo karibu. Asante sana. Leo unaendeshwa na mkuu wa wilaya. Hii ni bahati ya kipekee kabisa. Karibu sana. Asante. Asante sana kutukaribisha Ludewa kwa kweli. Ndio. Na hii inakuwa ni uzoefu wangu wa juu kabisa kuendesha na mkuu wa wilaya. Lakini sasa tufahamu. Ndio uliposikia tu kwamba sasa Alvanus unakuja Ludewa. Ndio. Nini kilikuwa akilini mwako? Yaani uliwaza nini? Kwamba hivi naenda Ludewa jamani. Ludewa kutakuwaje? Kwa upande wangu nilishtushwa na nafasi. Ndio mshtuko wangu ndio uliokuwepo. Swala ni nafasi ya kwamba nimeaminiwa na Mheshimiwa Rais kuwa mkuu wa wilaya. Lakini sikushtushwa na sehemu kwa sababu licha ya kwamba ilikuwa sikuwahi kufika wilaya Ludewa kabla ya hapo, lakini mimi ni mtumishi, asili yangu ni mtumishi wa umma. Ni mtumishi wa serikali na utumishi wa umma ni umisionari. Unaona? Unapokuwa mtumishi wa umma ni misionari, kwa hiyo inakuwa popote pale unapopangwa kwenda kuihubiri Injili ni lazima uende. Kwa hiyo sikushtushwa na sehemu, nilishtushwa na nafasi kwa sababu sikutegemea, sikufikiria kwamba nitaaminiwa na Mheshimiwa Rais kupata nafasi kama ya namna hiyo. Na kama ukiangalia nimetoka kwenye familia ambayo haina historia ya kwamba kuna viongozi wote ambao walishawahi kupatikana. Kwa hiyo kwangu mimi ilinishtua nafasi, sio sehemu. Lakini ulikuwa katibu tawala kule Mafia. Ndio. Sasa haujawahi kuwaza kwamba nikitoka kwenye katibu tawala naweza nikapata nafasi nyingine ya juu zaidi kuliko katibu tawala? Unajua mimi ni muumini sana wa ule msemo wa stawi ulipopandwa. Kwa hiyo fikra zangu nyingi sana bado zilikuwa ya kwamba ninawaza sana kuhusu ile nafasi ambayo kwa wakati huo niko nayo ya katibu tawala wa wilaya ya Mafia. Kwa hiyo sikuliwaza sana kwamba kuna uwezekano hayo yanaweza yakatokea. Kiukweli sikufikiria. Kama ambavyo sikufikiria nafasi ya kuwa katibu tawala wa wilaya, na ndivyo ambavyo sikufikiria nafasi ya ukuu wa wilaya. Kama ambavyo sasa hivi sifikirii kitu kingine mbele zaidi, ninawaza haya majukumu nilionayo sasa hivi. Wanawaza labda wakishamaliza awamu ya uchaguzi, wanasiasa wanawaza uchaguzi ujao. Hii inakuwa tofauti kwa mtumishi wa umma. Yes, na ndio maana kuna msomi mmoja nimesahau jina, alishawahi kutoa statement moja, quotes yake moja kwenye maandishi yake ya kwamba politicians think about next election and a statesman think about next generation. I'm a statesman. Mimi ni mtumishi ambaye mjenga nchi. Kwa hiyo mimi ninachowaza ni about generation. I don't think about another position. Kwa hiyo hii nafasi nilionayo ndio ambayo ninajikuta fikra zangu zaidi zipo hapo. Ludewa ni kati ya wilaya ambayo ni nzuri sana. Kama unavyoona mazingira ni kwamba hali ya hewa tunazo tatu tofauti. Hapa tulipo karibu na mpaka wa wilaya Ludewa na wilaya Njombe, unapata hali ya hewa ya baridi ambako kuna uwezo ukafanya shughuli za kilimo zinazoendana na hali ya baridi, ikiwemo kilimo cha chai, na unaweza kuona mashamba ya chai,
kuna upande wa miti, kuna mashamba ya kahawa, kuna mazao ya viazi, lakini tunavyosogea katikati mwa wilaya ambako kuna makao makuu ya wilaya, unakutana na hali ya hewa nyingine tofauti na hii ambayo ipo. Kwa hiyo na ukiteremka chini kabisa kule Ziwa Nyasa, nako pia unakutana na hali ya hewa ya joto, nako pia unaenda kukutana na hali nyingine kabisa ya kiuchumi. Sasa wilaya za namna hii ni ziko chache sana Tanzania. Yaani wilaya Ludewa tunaweza tukasema ni kama package ya kama nchi. Unajua nchi ndio ambayo unategemea kuna hali ya hewa tofauti tofauti ndani ya nchi, kama unavyoona kwamba ukienda Dar es Salaam kuna hali ya hewa nyingine, ukisogea hapo katikati Morogoro hali ya hewa nyingine, ukisogea Njombe kuna hali ya hewa nyingine. Hiyo sasa ni nchi. Sasa hizo hali ya hewa ambazo unazikuta ni package ndani ya nchi zimegawanyika ndani ya wilaya ya Ludewa. Wakati umefika Ludewa, ndio ulipanga kwanza na nini, ama kama namna moja ama nyingine vipaumbele, au ulisema sasa ngoja kwanza ni wasome hao watu ndio nijue inaingia namna gani? Sababu nayo sio dhambi, inaruhusiwa. Unajua sisi wote ni Watanzania. Mimi niliyeteuliwa ni Mtanzania, ninayeongoza ni Watanzania. Tunatofautiana tabia kwa maeneo madogo sana kutokana na utofauti wa kabila, lakini vitu ambavyo mimi nilianza navyo, kwanza, kitu cha kwanza, malengo yangu makuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka kwa kiwango kikubwa kwenye kila kitu, na tukaweka mpango wa miaka mitatu tangu nilipofika ya kwamba kwenye upande wa mazao, kwenye kila zao ni lazima uzalishaji uende mara mbili. Kwa uende mara mbili zaidi ya pale nilipowakuta. Hayo ndiyo yaliyokuwa malengo yangu. Na pia ilikuwa ni kuongeza mapato kutoka kiwango tulichopo tuende mbali zaidi. Kwa sababu nilikuta halmashauri mapato yake, mapato ya wilaya yalikuwa yako chini. Lakini ili mapato hayo tuendelee na ile consistency, ilikuwa ni lazima tuongeze kiwango cha uzalishaji. Karibu shambani sasa. Nimefika. Ndio. Asante sana. Mambo ni mazuri kwa kweli. Chai inapendeza. Dada Dora, karibu. Sasa tumekuja hapa shambani. Ndio. Hii ni kata ya Madope ambako ndio gateway yetu ya wilaya Ludewa, kwa kata ambayo inapakana na mkoa wa Njombe. Hapa tupo kwenye shamba la chai, lakini sio kilimo hiki tu cha chai peke yake wilaya Ludewa inafanyika. Na hili shamba ambalo tupo hapa eneo linamilikiwa na mtu mmoja au linamilikiwa na kampuni? Hili ni shamba la kampuni. Ndio, lakini wakulima moja wako wengi sana, hasa kwenye kata ya Madope. Wanalima sana chai. Kwa hiyo ukienda kwenye upande wa kijiji cha Magalanyene kuna mashamba ekari 500 huko za chai, ziko blocks tofauti, na wako watu ambao independent wao wenyewe wanalima chai. Kwa hiyo shughuli za hapa sana ni hicho kilimo cha chai, lakini pia miti unaweza kuona, unaona pines, sijui hiyo miti ya milingoti ipo, lakini pia maepo yanalimwa hapa, viazi. Sasa kupitia swali ambalo ulishawahi kuniuliza ya kwamba malengo yangu yalikuwa ni yapi kwenye upande wa sekta ya kilimo, malengo yetu ndani ya wilaya Ludewa kwa miaka mitatu kuanzia 2025, 26, 27 ni kwamba kwenye sekta ya kilimo kwenye kila zao tuende mara mbili. Kwa hiyo tuna kampeni ya mara mbili kwenye kila zao. Tena sio tu uti wa mgongo. Yaani kilimo ni mtima, kilimo ni oxygen, kilimo ndio damu kabisa. Kwa sababu swala ni moja, ni kwamba mfano wilaya yetu sisi ya Ludewa 75% ya mapato ambayo yanaiendesha halmashauri yetu yote yanatokana kwenye kilimo. Sio, unapata vizuri. Uchumi wetu sisi unategemea kwenye kilimo. Na ndio maana hayo masuala hata ya ruzuku Mheshimiwa Rais akaamua kuyapeleka kwenye kilimo, kwa sababu ndiko ambako unaenda kumuinua mtu. Maisha ya wengi yameinuka kwa sababu ya shughuli za kilimo. Matajiri wote unawaona huku Ludewa ambao wapo, chanzo chao ni
shughuli za kilimo. Viwanda vilivyoko huku mwanzo wao ni watu wametokana na shughuli za kilimo. Kwa hiyo jambo kubwa ni kwamba watu wanashindwa kulielewa vizuri kitendo cha kuitwa kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Uwezo ukaizungumzia sekta ya viwanda bila kuzungumzia swala nini la kilimo. Tujiulize tu kitu kimoja, ya kwamba leo hii sigara inatokana na nini? Tumbaku. Ni nini? Kilimo, zao la kilimo. Watu wako mgawani, unaona vizuri, wanaagiza chai. Chai ni kilimo. Haya, hapo umependeza, umevaa hiyo CFMG mfalme. Hiyo nguo imetokana na nini? La pamba. Kwa hiyo sehemu ya utalii pia ni pamoja na barabara ya zege na namna hivi unavyoiona. Yes. Unaweza kuona namna ambavyo serikali imefanya kazi kubwa kuingia gharama na kuhakikisha kwamba hii milima inakatwa ili barabara inapatikana nzuri. Ona view kama namna hii, namna unavyoiona hivi inavyopendeza. Yes, ni kazi kubwa imefanyika. Hii ni barabara ya zege ambayo hapa nchini Tanzania zipo baadhi ya sehemu ambazo ni korofi ambao wamejenga vipande, lakini mradi complete ambao ni barabara ya zege pekee ni wilaya ya Ludewa, na hizi ni kilomita 50. Ni kati ya malengo ya kujenga zaidi ya kilomita 200 ambazo itakamilisha eneo lote hili la wilaya ya Ludewa. Na kwa nini barabara hii tunayo? Ni kwa sababu ya uhimilifu ya miradi ya kimkakati, kwa sababu huku kutakuwa kuna uchimbaji wa chuma, Shariganga, chuma, Maganga Matitu, Nyaluva, lakini pia makaa ya mawe kule Mchuchuma, Ketewaka, ambayo tutaenda kujionea. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji barabara ambayo uhimilifu wake ni mkubwa. Ndio maana gharama ya barabara hii kilomita 1 gharama yake ni mara 2 ya ile barabara ya rami ya kawaida. Na huku vijana wako bize, kama unavyoona wale vijana wako na msumeno kwa ajili ya kwenda kuchana mbao sasa hivi. Waenda kuvuna mazao ya misitu. Yes. Huku vijana wa huku wako bize, kazi iendelee. Ile dhima ya kazi iendelee, huku ni kweli kazi inaendelea. Ludewa ni nyumbani kwenye ubunifu. Ubunifu wote unapatikana hapa. Kwa hiyo hizi hodi za LA nafikiri unaweza kuona structure ya milima namna jinsi ilivyo ya hizi barabara. Yes. Na kuna maeneo korofi ambayo bado labda udongo unaweza kuporomoka. Na hiyo ndio sababu iliyosababisha kwamba ujenzi wa barabara hii ikajengwa barabara ya zege. Yes. Kwa ajili ya kuzuia hayo maporomoko. Nasubiri ile itakafika mwishoni kabisa. Baki 4 au 2 naanza Uholanzi bwana. Ndio hapo kwenye kombe la dunia kwanza kabla hatujarudi nyumbani. Kwenye kombe la dunia. Kwenye kombe la dunia kwa kweli nimekosa timu ya taifa ya kuishabikia kabisa. Hauna kabisa. Hata yenye Ronaldo, Messi, Haaland. Unajua sisi millennial tunawawaza sana wale wachezaji wa miaka ya nyuma. Sasa hivi hatuoni hayo maajabu ambayo yalikuwa yanafanywa kwenye soka kwa miaka ile iliyopita. Ndio maana hata ushawishi wa hilo kombe la dunia yenyewe sio mkubwa kama ambavyo ilivyokuwa awali. Kufananisha na kombe la dunia la mwaka, sawa, unaweza kusema hivyo, lakini hebu jiulize kitu kimoja kwamba je, Brazil ile ambayo ilikuwa na kina Ronaldo de Lima, akina Ricardo, akina Ronaldinho, unaona akina Kaka, na Kikafu, je, ndio Brazil, yani hiyo test ile
ile radha ya kipindi kile unaweza kuipata leo. Kwa sababu hiyo utapata radha ile ya Ujerumani ya kina Oliver Kahn huwezi kuipata leo. Kwa hiyo yani kuna kiwango fulani hivi kidogo yani inanifanya hata nishindwe kuopti kwamba ni shabikie timu gani, bali mimi na support timu zote zinazotoka Afrika, kwa zinazotuwakilisha bara la Afrika, kwa sababu Tanzania hatumo, basi mimi naungana nao kwa asilimia zote, kwa na support nchi za Afrika. Yes. Twende Ulaya sasa. Kwenye ligi mbalimbali za Ulaya, ndio Bundesliga, Serie A na nyingine French League 1. Ndio. Huko unashabikia timu gani? Au unao umechukua ubingwa sasa hivi unashabikia? Hapana. Mimi sijachukua ubingwa, bali kwa timu za mbele naipenda sana klabu ya Chelsea, na hata sasa hivi ukiniambia nitaje first 11 ya Chelsea sifahamu, lakini nilikuwa naipenda sana klabu ya Chelsea, hasa kipindi kile akiwepo Jose Mourinho, ambako alijaza Waafrika wengi sana, wakiwepo kina Didier Drogba, unaona kina Essien, yani ile kulikuwa na Blacks wengi sana pale. Kwa pale ndipo mimi nilipoanza kuipenda klabu ya Chelsea. Yes. Huenda mapenzi yamepungua kwa sababu labda kizazi kilichokuwa na kitaka hiyo. Yaani mimi hata sielewi kitu gani kilichonifanya kwamba mapenzi yangu kwenye soka yamepungua. Kwa hiyo hii ni loti ya kwanza kwa ujenzi wa barabara hii ya zege. Kwa sababu hii barabara yote kuanzia pale Njombe mpaka Manda, mwisho wa barabara hii, barabara yote itakuwa ni zege. Okay. Itakuwa katika hiyo quality. Kwa hiyo loti ya kwanza ilikuwa ni hii ambayo imejengwa na kampuni mojawapo ya Korea ambayo imegharimu shilingi bilioni 179. Sasa ukiziangalia hizo ukigawanya kwa kilomita 50 unaweza kujikuta kwamba kwenye kila kilomita moja imegharimu zaidi ya bilioni 3 kwa kilomita moja. Ni gharama ambayo ni kubwa, na unaweza tukasema kama ni mara 2 ya gharama ambayo inatumika katika lami za kawaida. Kwa loti ya kwanza imekamilika. Loti ya pili ni ile ambayo ni kilomita 50 zinazotoka Lusitu mpaka kwenda kule Itoni. Unaona? Hiyo ni loti ya pili ambayo mkandarasi anaendelea na majukumu kukamilisha huo ujenzi, ambapo napo pia ni kilomita 50. Lakini kilomita hizo 50 mimi ninazoruhusiwa kuziongelea ni kilomita 3.76, kwa sababu ndizo ambazo zinazonihusu. Zile zingine tena za mzee Sweda na mzee Mwanyika, hizo mimi hizo hazinihusu. Haya ya huku ndio ambayo naweza kuyaongelea. Hata kama ya kwamba sisi ndio watumiaji wakubwa, kwa sababu hiyo ndio barabara inayofungua wilaya yetu sisi ya Ludewa. Loti ya tatu inakuwa ni kuanzia pale Mawenge mpaka sehemu panaitwa Mkomang'ombe, ambapo ni kilomita 64. Nazo pia ziko kwenye mchakato, ziko kwenye mpango wa ujenzi, alafu tutafika mpaka kule mwishoni. Kuna barabara zinazoandaliwa kimkakati. Hii hapa ni zaidi ya barabara. Kwanza hilo naomba lieleweke kwamba hii ni zaidi ya barabara. Yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kutengeneza barabara kwa sababu ni zaidi ya barabara. Miaka mingi watu walikuwa tukiimba wimbo wa Liganga Mchuchuma, Liganga Mchuchuma. Sasa hivi tunaelekea kwenye utekelezaji. Maandalizi yake ndiyo haya hapa. Hii barabara ni ya kimkakati. Unaona? Lakini kitu kingine ni kwamba haina maana kwamba zimesaulika barabara hizo nyingine. Ziko barabara za TANROADS, lakini ziko barabara pia ambazo ziko chini ya TARURA ambazo zinaelekea kwenye vijiji vyetu. Hatuna barabara tu hii moja. Umeweza kuona barabara mbalimbali za TARURA zinazochepuka. Nimeona nyingine zinaenda huko. Kwa hiyo mfano kama hao vijana waliopita hapa na viazi, hao hapa sio kwamba walianzia kwenye hii barabara kuu tu. Kuna barabara nyingine walizotoka nazo za huko vijijini. Na ziko barabara mpya ambazo tunazifungua. Kama unavyoweza kuona ni kwamba kuna shamba kubwa lile pale la parachichi. Unaona? Ni ekari zaidi ya 300. Pita kwa huku ili niweze kuonyesha. Unaona? Yes. Unaweza kuona namna gani ambavyo shughuli za kilimo zinaendelea. Unaona? View kama hii hapa. Yes. Lakini kwenye hili shamba pia mmiliki wa hili shamba anazalisha umeme hapo kwa kupitia maporomoko ya maji. Na kuna namna gani mmemsaidia kwenye hayo maporomoko ambayo yeye anafanya? Kwa sababu
kuna mmoja alishawahi eleza kama sasa mimi watumishi wa serikali hawaoni kama mimi naweza kufanya kitu chochote hapa, hawanisaidii. Kwa hiyo umemsaidiaje kwenye swala hili la umeme? Hao watu wanasaidiwa. Kwanza kitu kimoja ni kwamba isingekuwa bila kusaidiwa, asingeweza kupata hata hiyo permit ya kuanza kuzalisha umeme. Anazalisha umeme, lakini pia anauza umeme kwa sehemu jirani hapa, ana supply umeme. Na hata maeneo, shughuli zote zinazoendelea hapo shambani inatumia umeme ambao unapatikana hapo. Kwa hapo chini pana mto tu Yes. mkono wa maji. Kuna maporomoko ambayo yanaanzia huko anapitisha kule ndiko anakotengeneza mto, na hata hapa chini pana mto pia. Na pengine maji haya ndio yanayomsaidia sasa kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji. Unaweza kuona uwekezaji mkubwa uliofanyika hapo katika zao la parachichi, na huyu ni mkulima mmoja. Sasa je, kupitia ile kauli yako uliokuwa unasema kwamba kwamba kilimo ni kweli ni uti wa mgongo. Sasa je, huyu kwake itakuwa ni uti wa mgongo au ni mtima kabisa? Umeingia mpaka kwenye moyo. Yes. Na hizi parachichi yeye zilikuwepo kabla zile hamasa za kulima parachichi, ama yeye alianza mapema? Zimepandwa. Okay. Yes. Na amepanda miaka tu ya karibuni. Sio miaka mingi sana. Na nikitazama naona majengo, kwa mfano hapo naona majengo yale kule, lakini kwa natazama huko. Okay. Hapa panaitwa Mkiu. Hii ni kata ya Lubonde. Unaona? Eneo la Lubonde ni lile sehemu ambapo pale ndio sehemu ya asili ya jina la Lubonde. Kwa hiyo hapa panahusisha vijiji vitatu. Kuna kijiji cha Mkiu ambako ni hiki, lakini kuna kijiji cha Masimbwe kiko pale. Jambo kubwa ambalo liko hapa ni kwamba nje ya shamba ili kubwa la parachichi, bali ile unaiona pale ni shule ya sekondari Lubonde. Unaona? Lakini hebu sogea kwa huko ni kuonyesha mambo mengine mazuri zaidi. Unaweza kuona kule mbele pale kuna kiwanda cha kuchakata magogo kuwa venia. Okay? Lakini pia eneo lilo unaliona kwa pale mbele kule, ukiwa unaelekea kwenye kijiji cha Masimbwe, pale ndiko ambako kutajengwa kongani za viwanda. Kongani hizo za viwanda itahusisha uwepo wa kiwanda cha saruji, Ludewa Cement. Okay. Lakini pia kutakuwepo kiwanda cha kuchakata chuma, kutakuwepo kiwanda cha kuchenjua chuma, kutenganisha baina ya chuma na titanium. Kwa hiyo kutakuwepo na bidhaa za titanium zinazaliwa hapo. Kutakuwepo na kiwanda cha aluminium. Lakini pia kutakuwepo na kiwanda cha bidhaa nyinginezo za chuma. Kwa hiyo kitakuwepo hapo. Tayari fidia imeshalipwa kwa wananchi. Shilingi bilioni 2.5 zimetumika kwa ajili ya kuwalipa fidia, ni ekari 711. Lakini jambo lingine, yawezekana karibuni mliweza kuona kupitia kwenye vyombo vya habari ya kwamba wilaya Ludewa kumegundulika madini adimu, rare earth elements, yako kwenye kata hii ya Lubonde. Ni mlima utakaofuata baada ya hapa tukiwa tunaelekea kwa hivi. Kwa ndiko ambako kuna hayo madini ya rare earth elements, madini sana adimu ambayo yanatumika katika kutengenezea sehemu ya vipuri vya ndege, lakini pia kutengeneza betri hizi za umeme, magari ya umeme, vitu kama hivyo. Hii ni tarafa ya Liganga. Tarafa ya Liganga imebebwa na jina la mlima Liganga. Na tunavyozungumzia neno Liganga ni lugha ya Kipangwa. Liganga ni jiwe. Sio, nipata vizuri hapo? Jiwe kubwa. Kwa hiyo hii ni Liganga, na huu mlima tunaotelemka huu hapa unaitwa Inweni Mioyo. Na mlima Liganga ni ule pale kama unavyoona pale. Ndio ilisimama. Nini? Inweni Mioyo ni kutokana na kwamba wole unaona tu kwamba namna hii kwa sababu umerekebishwa hivi. Lakini hapo awali haukuwa katika muonekano wa namna hii. Hapo watu walikuwa wanashikilia. Yes, kwa hiyo ndio maana kwa unaitwa Inweni Mioyo. Jaribu kupata picha, uenda alikuwa anafanya hata hivi. Kila mtu anasali peke yake. Hapo bado hujakutana na milima mingi. Huko mbele baada ya Liganga, kwa mbele huko kuna mlima unaitwa Liganga Lyanzuki. Na hiyo tafsiri sasa kama ni mwanamke ili kujaje? Ni muonekano tu kama unavyoona. Wenzetu kuna mkoa wa Tanga pale Tangamano, kwenye Mwembe walikuwa wanamuona taswira Nyerere. Sasa hiyo ni wao. Sisi tunaona kwamba ni taswira ya. Kwa hiyo mrembo wa Liganga, Miss Liganga ndio yule pale. Sasa tunaenda kumpanda. Ndio akapewa jina au akapewa Liganga, si ndio? Liganga ushaambiwa ni jiwe.
Yes. Huyu mrembo yeye hana jina lake. Ni Miss Liganga. Watu wanafikiri ukitaja Liganga lazima uhusianishe na Mchuchuma, na wanafikiri Liganga ni sehemu moja na hapana. Liganga na Mchuchuma ni sehemu mbili tofauti, lakini kwenye utekelezaji wa miradi ni miradi miwili pacha. Sasa hapa tuna uzumu mlima, si ndio? Ndio. Haya, hebu nionyeshe wewe, sema unaona na kichwa ni ipi? Nywele ni ipi? Hii hapa. Hiyo nini kichwa? Tuendelee. Sawa, kingine? Hapa shingo. Shingo. Hapa. Shingo imekatwa. Yaani sikia, yaani jinsi ilivyo, hebu geuka angalia huko. Sasa huu ndio muonekano wa Liganga. Unaona? Ndio ule muonekano ambao unaupata pale. Yes. Kwa hiyo sasa andaa nguvu, tunakoenda ni pale juu ya mlima. Dora, hapa ndio campsite ya Liganga. Kwa hiyo serikali baada ya kuwa na huu mradi, kwa hiyo kampuni ambayo ilikuwa inafanya kazi pamoja na serikali ndio wakaandaa hii campsite kwa ajili ya kufanya utafiti. Kwa hiyo hapa pia pana maabara pamoja na sampuli zote ambazo zilitumika kwa ajili ya utafiti. Lakini pia leo imekuwa ni bahati mbaya kwako, haujakuta mitambo mingine hapa ambayo imeenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufanywa marekebisho. Mitambo hii itarejea tena kwa ajili ya kuendelea na shughuli za utafiti. Kwa hiyo hebu tuambatane na meneja akatuonyeshe sasa sampuli na namna jinsi kulivyo. Asante. Karibu. Hiki ndio chuma chenyewe sasa. Hii ndio tunaita ya kijawa chenyewe kwa sababu huku kuna mchanganyiko. Huku kuna titanium, kuna vanadium, kuna na chuma chenyewe. Sasa kazi ni kuvitenganisha ili kusudi vyote uvipate. Unaweza ukavikataa lakini vina thamani. Kwa hiyo lazima utafute mbinu ya kuweza kukipata titanium uipate, vanadium uipate, alafu na chuma ukipate. Kwa hiyo inabidi maabara zifanye kazi hapa. Ila hiki ndicho hata ukika nani sumaku hapo lazima itangaze. Kwa haya ndio yako chini. Yako chini. Sehemu yako juu tu. Inategemea umekuta wapi. Hapa inaweza alianza na udongo akakuta. Sasa ili kujua kwamba pale umeona juu. Je, huku imeenda hivi au unakwenda hapa kumbe imekuja hivi. Pale imeshuka kiasi hivi au unaweka kwenye ramani. Na unapopima kabisa unaona kwamba kutakuwa labda na kiasi fulani cha chuma. Ushafanya hivyo sasa kuna mahesabu umechimba shimo la kwenda hivi au kwenda hivi, kuna mahesabu sasa hapo. Ili uone kwamba sasa hapa ni upige hesabu hapa. Maana utasikia kuna wataalamu wanasema kwamba tutachimba mpaka labda miaka 40. Ni sahihi. 50. Hapa reserve ambazo zimekuwa approved ni tani milioni 126 ambazo hizo kwa mining capacity ya kutozalisha steel ya milioni 1 kwa mwaka utahitaji miaka 50. Na hiyo imefanyika tu katika eneo ambalo ni kilomita square 10 tu. Lakini kuna zingine za nje bado. Kwa hiyo hapa ni zaidi ya 50. Zaidi ya 50. Kizazi chetu kitaona kinachofuata. Yaani mimi sitakuwepo. Unajuaje labda utaishi kama wale? Yaani Mungu akijalia hivyo itabidi labda hata na maelezo nitashindwa kutoa. Na Mchuchuma ni hivyo hivyo nayo ni 50 na kuendelea. Kwa hiyo hii miradi kama alisema inaitwa integrated project kwamba chuma na mkaa lazima viende pamoja. Kwa hiyo mkaa unakuja huko kwa ajili ya kuhakikisha hiki chuma ukipata kutoka ndani ukitoe kiweze kupata matumizi yake, vanadium ipate matumizi yake, titanium ipate matumizi yake. Kwa hiyo kuna mlolongo. Okay. Watu anafikiri labda huu upembuzi ufanyaji tafiti unaweza kuchukua tu siku kadhaa kama umeisha. Ule wa mwanzo kwa mfano hapa, yani jamaa uliofanyika hapa haukugharimu mwaka mzima. Kwa sababu walikuwa wanafanya kazi mchana usiku. Wamemaliza Mchuchuma nafikiri kama miezi 3 au 4 ndio baki wakamaliza na mimi na kufika hata mwaka wakawa wamemaliza wameestablish na reserve kila kitu kiko hapa. Sasa kwenye kumine ndio hapo sasa kwa sababu kuna mlolongo. Inabidi ujenge viwanda mpaka kuanza kuzalisha kwenda baada ya miaka 3 au. Na mfano kikiwa hivi mfano na hapa tumejaribu kushika mikono ndani tu lakini wala madhara yote. Kama titani na vanadium haina shida. Labda uvumbi ili utanao watu hapo nje.
Sasa kwa uwezo wa kwenda na gari hapa ni mwisho. Kwa hiyo tutaanza kutembea kuanzia hapa kuelekea wapi? Kule kileleni. Hakuna wanyama wakali? Hakuna wanyama wakali zaidi ya ng'ombe tu, unaona kwato zao hizo. Shusha pumzi, mbona mapema sana? Nashusha nipange kwa ajili ya safari inayokuja mbele yangu. Sababu naona hii hata kwenye Biblia pale anaandika amka ule unywe, safari bado ndefu. Kitu unaonekana unapanda hii milima mara tunayo. Kwani? Uko fit. Sasa Ludewa yote ni milima. Kwa hiyo muda wote uko standby. Hapana. Au urefu unakusaidia. Urefu? Kwani kuna theory yote inaonyesha kwamba mtu akiwa mrefu anaweza kupanda na hatua ndefu. Naona mimi na wewe, mimi ni mfupi kidogo, kwa hiyo tunakuwa fitness. Unaweza kuwa mrefu lakini usio na fitness ya kupanda. Mfano kama mimi wakati nikiwa bado sijaja Ludewa kwa majukumu haya, kati ya kiu ambayo nilikuwa nasema natamani siku nifike Liganga, na nikifika Liganga nitapanda mpaka kwenye kilele. Na kweli nilipofika tu mara ya kwanza nikaja kupanda kwenye mlima wa Liganga, lakini baadaye nikaambatana na viongozi ambao nimekuwa nikiwaleta huku juu. Wapo watu wengine ambao wanashindwa, wengine wanajaribu, wanafika katikati, wanarudi, lakini kati ya historia ambayo unaenda kuiweka ni kwamba viongozi wa kitaifa waliofika pale, ndio wa kwanza kabisa ni Jakaya Mrisho Kikwete. Wa pili ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Amepanda mpaka juu kabisa. Yes. Wa tatu alikuwa ni Mheshimiwa Jafo. Na wengine ni ngazi za wakurugenzi na makatibu wakuu. Twende. Kwa hiyo twende tukakufikisha kwenye kilele alichofika. Lazima nifike. Mheshimiwa JK. Kileleni. Safari. Sasa hapa nipunguze sehemu ya swali lako. Kila unachokiona pale ni kijiji cha Mundindi. Unanipata vizuri? Kile ni kijiji cha Mundindi. Tukiendelea mbele kuelekea hivi utaona kituo cha afya kikubwa sana kimejengwa hapo. Huduma zote muhimu zinapatikana pale za afya. Ukiangalia kule unaweza kuona mnara wa mawasiliano. Ndio maana mpaka hata hapa simu inaita. Haya, kujitetea kote njiani, mara turudi, mara ni mbali, lakini umenisaidia, nimefika mlimani na naanza kuona sasa jiwe ndo hili hapa. Naweza nikamsimulia ndugu yangu yeyote kwamba bwana mimi nimefika. Sasa tunafikaje tena kule juu? Ndio. Ngazi. Juu kule tunafika? Nafika? Ndio. Tufike mpaka juu. Kabisa. Na ndio uelekeo. Hapana? Naanzaje kuchoka? Sasa hili eneo kwa ujumla lina square mita, tunapenda kutumia ama kilomita za mraba kiasi gani? Na eneo lote la mradi hiki kitalu cha Liganga. Hiki kitalu cha Liganga ambacho kiko kwenye kata ya Mundindi ina ukubwa wa kilomita za mraba 168 kilomita za mraba. Lakini mwanzo tulikuwa tuko pale maabara ambapo umeona sampuli mbalimbali zilizofanyika utafiti. Kwa hiyo sehemu ambayo imefanywa utafiti ni kilomita za mraba 10 tu. Kwa hiyo kilomita za mraba 158 bado hazijafanyiwa tafiti. Na matokeo yaliyopatikana kupitia hizo tafiti za kilomita 10 za mraba ni deposit, yani uwepo wa uhakika wa chuma iliyopo ni tani milioni 126. Kwa hiyo kama kwa mwaka mmoja itakuwa unachimba tani milioni 1, maana yake ni kwamba unachimba miaka 100 na ngapi?
126. 126, zaidi ya 120. Na kama endapo utachimba kwa tani milioni 2 kwa mwaka, utachimba miaka 57 hivi au yes, miaka kama 57. Yeah. So unapata vizuri? Yeah, nimekupata. Sasa hiyo ndio approximation ya deposit ambayo iko hapa. Sasa kuna swala lingine ambalo uliniuliza kuhusiana na swala la Liganga na Mchuchuma. Huku ndiko ambako liko Mchuchuma. Kutoka hapa kwa barabara shortcut ambayo itakuja kutengenezwa baadaye ni kilomita 73. Lakini kupitia barabara ambayo tumekuja nayo na ambayo tutaipita kuelekea huko ni kilomita 139 mpaka kufika eneo la nini? La Mchuchuma. Kwa nini Liganga na Mchuchuma? Yeah. Watu hapo ndipo wanapochanganya. Yawezekana wanajua ni kwamba ni maybe Liganga na Mchuchuma ni kama nini, tunaweza tukasema kwamba ni kama Manyanya na Studio au Jangwani na Kariakoo au Magomeni na Karume. Watu wanafikiri Liganga na Mchuchuma ni sehemu ziko karibu. Yaani kwamba Liganga liko hapo, Mchuchuma liko hapo, ama yako sehemu moja kwamba yanashabihiana. Sasa hii ni Liganga ambao ni mradi wa chuma. Chuma kama chuma. Chuma ili ukitengeneze inatakiwa ukiyeyushe. Kitu kinachotumika kuyeyushia chuma ni makaa ya mawe. Kwa hiyo sasa serikali kwenye vitalu viwili cha makaa ya mawe na chuma. Kwenye makaa ya mawe kunaitwa Mchuchuma. Kwenye chuma kunaitwa Liganga. Kwa hiyo kwa sababu umekuwa ni mradi mmoja kwamba mkate na chai, ndio maana inaitwa Liganga na Mchuchuma. Si kwamba Liganga na Mchuchuma ni eneo moja au ni kitu kimoja. Na tafsiri nyingine inakuja mkuu wa wilaya ni kwamba Liganga ndo kwenye makaa ya mawe alafu Mchuchuma ndo kwenye chuma. Kwa sababu Mchuchuma ni chuma alafu Liganga sasa Liganga ni neno la Kipangwa ambao tafsiri yake ni jiwe. Sio, unapata vizuri? Nini? Jiwe. Na Mchuchuma ni jina la mto. Kuna mto unaitwa Mchuchuma ambao unapita maeneo ambako kuna hayo makaa ya mawe. Sasa hapo unaanza kuniweka sawa, naanza kuelewa. Sio, unanipata vizuri? Nakupata vizuri. Yes. Kwa hiyo huo ndio tofauti. Swala la chuma kwenye bara letu la Afrika ni kwamba yako mataifa mengine ambayo yanazalisha chuma. Mfano Afrika Kusini kuna migodi kama 4 ambayo inazalisha chuma. Kuna Sierra Leone, kuna sehemu kunaitwa Marampa, nako pia wanazalisha chuma. Kuna Mauritania nao pia wanazalisha chuma, lakini pia Guinea nao pia wanazalisha nini? Chuma. Na kwenye sekta ya chuma ulimwenguni kote, Afrika, bara la Afrika tunachangia 4% tu ya chuma ambayo inaenda wapi? Inaenda ulimwenguni kwenye sekta ya viwanda. Lakini jambo lililopo ni kwamba katika haya mataifa yote yanayozalisha ni kwamba 75% ya hiyo chuma ambayo tunachangia 4% kinatoka Afrika Kusini. Na kule Afrika Kusini ndiko sehemu pekee ambako wanachimba chuma. Wakichimba chuma wao wanayeyusha na wanapata chuma kama chuma. Hayo chuma ndio zile unakuta makoili, unaenda kutengenezea bati, chuma unaenda kutengenezea bidhaa mbalimbali, unaweza nondo, kila bidhaa. Sasa swala ni kwamba hapa kwetu sisi chuma iliyoko hapa ni ya tofauti na maeneo mengine ulimwenguni, kwa sababu haiko chuma tu peke yake. Hapa tuna chuma, lakini ndani ya hiyo chuma imechanganyika na madini mengine. Kuna madini yanaitwa vanadium yapo ndani ya chuma. Kuna madini yanaitwa titanium yako ndani ya chuma. Kwa hiyo uchimbaji huu watu wengine wanaweza wakakomplain wakasema kwamba huu mradi umechukua miaka mingi, imekuwa hivi. Swala ilikuwa ni teknolojia, na sio tu kwa upande wa Tanzania, ulimwenguni kote. Tulichokuwa tunakihitaji kama serikali ni kwamba uchimbaji wa chuma utakapofanyika tuweze kuwa na uwezo wa kuchenjua chuma tukakiweka pembeni kikaenda kutumika kama chuma, vanadium ikaenda kutumika kama vanadium, na titanium ikaenda kutumika kama titanium. Teknolojia hiyo sasa hivi ndio imeweza kupatikana. Kwa hiyo ndio maana mradi huu sasa unaanza. Lakini jambo lingine ambalo ni la tofauti na nchi zingine za Afrika, kitu kinachofanyika ni kwamba haya mataifa mengine yanachimba chuma, yanasaga chuma, alafu yanasafirisha malighafi ya chuma kupeleka nje, ambako wanapeleka concentrate ya chuma. Lakini serikali ya Tanzania
na huko watu wanakolaumu kwamba tumechelewa. Wanasema ujanja ni kuwahi, lakini kuchelewa nako pia ni uelevu. Sisi tuliochelewa tunaenda kuzalisha chuma, lakini uzalishaji wa chuma hatusafirishi malighafi kwenda nje. Kitakachofanyika ni kwamba kitachimbwa chuma, tutaenda tutachenjua chuma, itawekwa pembeni, titanium pembeni, vanadium pembeni. Tuangalie huduma za kijamii kupitia hili jani ulilonikabidhi. Yes, nilikabidhi hili jani njiani ili ukifika hapo ukumbuke ya kwamba kuna swali natakiwa uliulize. Swali hili ni kuhusiana na huduma za kijamii, na naona eneo ambalo liko jirani manake ni hili ambalo kijiji cha Mundindi. Ambalo tunaliona manake wanufaika wa kwanza wa mradi huu ni hao wa maeneo ya jirani. Tuangalie huduma za kijamii kama za elimu, afya na vitu vingine. Sawa. Sasa nianze kitu kimoja. Huu mradi wa Liganga uko ndani ya kata ya Mundindi. Kata ya Mundindi inaundwa na vijiji vitatu. Kuna kijiji kinaitwa Njelela, kile pale baada ya mnara ule kule mbele, kile kijiji kinaitwa Njelela. Kijiji cha pili ni kijiji cha Mundindi ambacho kimebeba jina la kata yenyewe ambacho ni hiki hapa. Na kijiji cha tatu ni kijiji kinaitwa Amani, kiko upande wa huko. Maarufu kwa ulimaji wa mahindi. Yes. Okay. Sasa faida kwanza ni zipi? Ulipofanyika ulipaji wa fidia shilingi bilioni 15.4 kwa mradi wa Liganga peke yake. Lakini ukiangalia kwa huko, kwa upande ule wa pili, kuna mlima upo mdogo ambao nao pia ni una jiwe la chuma kama hivi. Lakini ule pale sio sehemu ya Liganga. Okay. Ule inaitwa Maganga Matitu. Pale zimelipwa fidia shilingi bilioni 4.5. Na hiyo fedha zimelipwa mwaka jana. Hizo fedha zote za fidia zimewanufaisha wananchi. Huduma za kijamii zilizopo ni kwamba eneo hili population itaongezeka kuwa kubwa. Kati ya vitu ambavyo vimeweza kufanyika, ndani ya kijiji cha Amani hapo pamejengwa kituo cha afya ambacho ni kizuri sana. Na sasa hivi kuna huduma ambazo zinaenda kwenda kwanza zingine, ikiwa mpaka huduma za x-ray. Lakini iko wapi? Kijijini. Juzi kwenye shughuli za mbio za Mwenge tumeweza kuzindua zahanati ya kisasa ambayo imejengwa kutokana na fedha za upatikanaji wa fidia hapo kijiji cha Amani. Unaona vizuri? Okay. Kwa hiyo wananchi wa hapa katika huduma hizo za kijamii wameanza kuzipata. Lakini pia kijiji hiki ndio kijiji cha mfano Tanzania ambapo kila mwananchi anatumia bima ya afya. Kuna watu wangapi? Watu wanaokadiriwa kwenye kijiji cha Mundindi ni kama 3500 ambao wanapata huduma za afya. Naeleweka vizuri? Ndio. Na hii upatikanaji wa hizi huduma za afya zilitokana na kijiji cha Mundindi. Sehemu ya eneo la fidia walipata fedha yao. Wakachukua sehemu ya fedha shilingi milioni 400 wakazipeleka benki ya CRDB kununua bondi. Waliponunua ile bondi kwa mwaka inazaa shilingi milioni 41. Kwa hiyo faida wanayoipata wanaipeleka kwenye kuhudumia wananchi kwa ajili ya kuwalipia huduma ya afya. Lakini kitu kingine mwaka huu maajabu waliofanya ni kwamba wameenda kununua miche ya parachichi ambapo kila mwananchi amepata miche 10 ya parachichi. Kwa hiyo baada ya miaka mitatu hiki kijiji kitakuwa ni kijiji cha parachichi. Parachichi zitakuwepo za kutosha. Kwa hiyo wananchi watajiweza wao wenyewe hivyo. Kwa hiyo hayo ndio manufaa yaliyopo. Lakini tukiwa njiani nafikiri umeweza kuona mitambo inatengeneza barabara. Ndio. Barabara hii ndio inayounganisha baina ya mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma kwa kupitia Madaba. Kutokea pale Mkiu ambapo tumeacha barabara ya zege mpaka kwenda kufika kwenye mpaka ni para takriban kilomita 70. Kilomita 69 mpaka kufika kwenye mpaka ambao unaenda mkoa wa Ruvuma. Utengenezaji wa hiyo barabara kama ulivyoona unaendelea kufanyika. Kwa hiyo hayo ndio manufaa ambayo yapo. Mtu akisikia tu Liganga afahamu nini? Yaani likitaja tu lile Liganga, uchumi wa viwanda. Kwa sababu mtima wa viwanda ni chuma. Si unanipata vizuri? Yeah. Nenda kwa fundi nguo. Ile cherehani imeundwa na nini? Ni kiwanda, sio kiwanda? Kiwanda. Nguo inashonwa na nini? Sio sindano? Yeah. Sindano nayo ni nini? Chuma. Utataka kutengeneza plastic kama bakuli au sahani, lakini molda ile ya kutengenezea ili upate umbo la sahani utatumia nini? Chuma. Hakuna kitu ambacho utakitengeneza hapa duniani kwenye kiwanda kisihusishe swala la nini? La chuma. Wananchi wamepokeaje kwa ujumla mradi? Na wakati unazungumza hapa manake ukiangalia kujenga hivyo viwanda ili isichukuliwe tu ile malighafi ambayo ulisema ya awali kabisa, kichukuliwe chuma chenyewe, linaonekana kama ni zoezi hapo litachukua muda kidogo mrefu. Na alitachukua muda mrefu. Yeah.
yani ili ni watoe shaka wa Tanzania ni kwamba litachukua muda mrefu. Yani kwanza inatokana na dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais mwenyewe, yani yeye amejipa jukumu la kufanya finishing kwenye huu mradi, ya kwamba yeye mpaka anamaliza awamu yake huu mradi iwe tayari utekelezaji umeshaanza, na tayari umeshaanza. Kwa uelewa wa haraka ni kwamba mkuu wa wilaya umeweza kuendana na wananchi kwa haraka sana. Una mwaka mmoja na miezi 9, lakini inatajwa unaongea lugha kadhaa hapa, unazungumza na wananchi. Hii imekusaidia vipi kama kiongozi, na umewezaje kwanza? Kwa sababu wengine wanaweza kukaa muda mrefu na pengine hata mwananchi anashindwa hata namna ya kumsogelea. Ulijisikiaje wakati na ukaribisha kwenye mpaka wa wilaya Ludewa kwamba twende kwenye gari ninayekuendesha mimi? Nimejisikia vizuri kwa kweli, hiyo ni historia. Sasa manangu ni kwamba hakuna kitu ninachopungukiwa mimi kwenye nafasi yangu ya ukuu wa wilaya endapo kama ninaenda kuinteract pamoja na wananchi, kwa sababu mimi pia ni mwananchi. Nipo kwa ajili ya kushughulikia matatizo yao, changamoto zao, maisha yao, ni lazima niishi. Wanachokula ndicho ninachokula. Mimi sijatoka mataifa mengine, na tena ni karibu sana. Mimi nimetoka tu hapo Mtwara kuja hapa. Kwa hiyo nikienda nakuta chakula kimeandaliwa pale, ukila mboga ile unauliza hii mboga inaitwaje, wanakuambia hii inaitwa nyamwihai. Sijui unanipata vizuri hapo. Unaendelea kula. Siku unaenda unakutana na nyama ziko hapo, unauliza hii nyama gani, ni ng'ombe, mbuzi, kitu, wanakuambia huyu ni mpobota. Mpobota na kitu gani? Mpobota nyama andezi. Nyama moja tamu sana. Ala. Unanipata vizuri? Unajiunga nao. Unaona vizuri? Na wewe pia unafanyaje? Unakula. Unakula. Unaona? Unaenda sehemu unakuta watu wanaburudika, wanakunywa. Unasema jamani, hiki kinachonyuka hapa ni nini? Wakwamba bwana, huu lanzi sio wa kawaida, huu mtu mkovano. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni sehemu tu ni sehemu tu ya maisha ambayo uongozi ni koti la kuazimwa. Kweli. Unaona vizuri? Mimi kila ninavyoamka asubuhi huwa najiona kwamba siku yangu ya mwisho kufanya kazi inaishia hiyo siku. Sijui unanipata vizuri? Na ninapo close naamini kabisa kwamba yawezekana kesho sio mimi tena mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ninaendelea kuinteract na watu. Ndio maana huwa naenda mashambani. Nilienda kule Lifua, kuna skimu ya kilimo cha mpunga, nikawahimiza watu kuhusiana na ile skimu kuifufua na kulima vitu gani, lakini ikawa nielewi, nikaamua kuomba pale eneo tu, na mimi nikasema nikaungana nao, nikaanza kupanda nao pia wanapanda pale, tunapanda kwa pamoja. Leo hii skimu inafanya kazi. Na watu walivyoniuliza, "Bwana, mpunga wako leo umeshakuwa?" Nikamwambia, "Vuneni muendelee kula." Dhamira yangu mimi ilikuwa ni kuwatia wao moyo kwamba na mimi ni sehemu ya nyinyi. Ni sehemu tu ya maisha. Uliisha? Nini? Mpunga uliisha? Wameshaula, si niliwaruhusu waendelee nao. Sasa kama mlivyoona kwamba ilikuwa tumetembelea kwenye eneo ambalo lina mradi wetu wa Liganga pamoja na Maganga Matitu. Sasa tulipanda mpaka kwenye kilele cha mlima wa Liganga. Sasa kiwanda kinachoenda kujengwa kwa ajili ya kuchakata chuma kitakachochimbwa kwenye kitalu cha Maganga Matitu ambao ni mlima huu hapo, ni kiwanda kinakuja kujengwa hapa, na serikali kupitia NDC imeingia ubia pamoja na kampuni ya Fujian. Hivyo serikali ya Tanzania imeingia ubia pamoja na kampuni ya Fujian ya kutoka nchini China kuunda kampuni moja, kampuni ya uwekezaji ambayo inaitwa Maganga Matitu Mineral Corporation, ambayo itaenda kujenga kiwanda chake hapa, na mchakato wote wa kuchakata madini hayo ya chuma, kutenganisha kutoka titanium, vanadium pamoja na chuma itafanyika hapa. Kwa hiyo kila kitu kitafanywa hapa ndani ya wilaya ya Ludewa. Kwa hiyo mchakato tayari umeshaanza, na swala lililo zuri ni kwamba sasa hivi kazi inayoendelea hapa ni site clearing. Kwa hiyo wanarekebisha, wanasafisha. Wiki ijayo mitambo itaanza kuingia hapa na shughuli za ujenzi zitaanza, na fidia tayari imeshalipwa kwa wananchi. Shilingi bilioni 4.5 zilishapewa tayari kwa wananchi. Hivyo eneo liko huru kwa ajili ya mradi. Ni mradi wa serikali kupitia NDC pamoja na kampuni binafsi. Kwa hiyo shughuli ya kiuwekezaji inazidi kuendelea kuonekana kwa uzuri wake kupitia jitihada zinazofanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na matunda na matokeo ndio haya sasa yanaanza kuonekana. Hivyo ile lugha na tafsiri kwamba
Liganga, Maganga, Matitu imebaki kuwa ni historia, inaenda kuondoka. Sasa hivi utekelezaji unaanza ndani ya serikali ya awamu ya sita. 首先非常感谢坦桑政府以及在座的各位领导对我们福建和兴旺公司的支持和帮助。 Tunashukuru sana government ya Tanzania, serikali ya Tanzania kwa kutupa support kubwa sana sisi Fujian na Siwang katika harakati hii. 经过各级领导、政府各个部门的在他们的全力支持下，我们福建和兴旺公司和国家开发委员会 NDC 的马岗岗马蹄土开发项目矿场开发项目，现在已经开始动工建设。 Kwa kupitia viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na shirika la NDC, kwa sasa hatimaye sasa hivi huu mradi umeanza ku take off. 我们特别要感谢，是吧？当地的我们国家坦桑尼亚国家领导人，是吧？ Pia asante sana kwa viongozi mbalimbali 对我们公司对各个马岗岗马蹄土项目的全力支持和帮助。 kwa kuwa na msaada pamoja na support kubwa yote iliyofanyika. 还有当地村民和各级领导对我们这个项目的全力支持 pamoja na watu mbalimbali hasa pamoja na wanakijiji kwa ujumla. 我们会尽快在最短的时间范围内，我们把项目建设好。 Katika muda mfupi kwa kweli tutajitahidi ili project iende vizuri. 为当地人提供就业 ili kupata fursa, kuwapatia fursa wananchi waliopo katika eneo hili. 给他们提供各种培训支持他们，我们出资支持他们进行提供就业培训。 pamoja na hayo pia kutoa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya wanakijiji watakuwepo. 我们把矿场开发在本地化进行最好的综合利用，利益最大化，为坦桑尼亚国家的经济。 kwa product ambazo zitatoka kwa kweli ni kwa ajili ya manufaa hasa ya Tanzania kwenyewe kwa ujumla. 谢谢。 Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Wise Charles Mgina, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa. Kwanza naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona kuna umuhimu wa kuanzisha hii miradi ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu sana. Miradi hii wananchi waliisubiria kwa muda mrefu, na tunashukuru serikali kwamba wameshirikishwa wananchi kuanzia mchakato wa mwanzoni kabisa, kwanza kutambua maeneo yao, lakini kwenye zoezi zima la uthaminishaji, lakini mpaka kwenye zoezi la ulipaji wa fidia. Kwa hakuna mwananchi ambaye ana malalamiko na anainungunikia serikali kuhusu ulipaji wa fidia. Kwa tunaishukuru serikali na wananchi wa kata ya Mundindi na wilaya ya Ludewa kwa ujumla wamefurahia mradi huu kuanza. Tunaamini kwamba mradi huu utaleta matokeo chanya. Wananchi wa eneo hili watapata ajira, lakini utakaribisha watu wengi. Population itaongezeka ya Ludewa. Tuna uhakika kwa kuongezeka population watu wanaweza kufanya biashara. Ludewa itafunguka. Kwa hiyo kifupi tu niseme kwamba mradi huu ni mkubwa, lakini sio hilo tu, uchumi tu wa taifa lenyewe wa Tanzania unaenda kufunguka, kwa sababu hichi chuma, nchi nyingi hawana chuma. Sisi tumebahatika kuwa na chuma hapa, upande ule mwingine tuna makaa ya mawe. Kwa hivyo vitu vyote